Umewahi kukaa chini na kujiuliza kama leo ingekuwa ni siku ya kuchukua uamuzi mmoja tu, je, ni uamuzi gani ambao ungeuchukua ili ubadilishe maisha yako kabisa? Kila siku watu wanafanya maamuzi madogo na makubwa, lakini ni wachache tu ambao maamuzi hayo yanaweza kubadilisha mwelekeo wa maisha yao. Baadhi ya maamuzi wanaochukua watu ni kama vile kuwekeza, kuweka akiba, kufanya biashara, kununua asset, na wengine wanafanya maamuzi kuhusu tabia zao, ni mambo gani ya kuacha. Leo nitakuonyesha maamuzi matano muhimu sana ambayo kila mtu anapaswa kuyafahamu, kwa sababu kufahamu haya maamuzi ni hatua ya kwanza kuelekea maisha yenye thamani, mafanikio na furaha. Maisha hayajengwi kwa bahati wala hayajengwi kwa ndoto peke yake. Maisha yanajengwa na maamuzi. Kila ulipo leo ni matokeo ya maamuzi uliyoyafanya jana, na kila hatua utakayopiga kesho inategemea maamuzi unayoyafanya leo. Watu wengi wanalaumu hali ya uchumi, familia na marafiki zao, lakini ukweli ni huu: maamuzi yako yana nguvu kuliko hata mazingira yako, familia yako na marafiki zako. Leo nataka nikufundishe maamuzi 7 muhimu kwenye maisha. Ni maamuzi ambayo ukiyafanya kwa nidhamu yanaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yako, kifedha, kiakili na mtazamo pia. Kulikuwa na vijana wawili waliomaliza shule mwaka mmoja, na wote walibahatika kupata kazi ambayo walikuwa wakilipwa mshahara unaofanana. Baada ya miaka 10, mmoja kati yao alikuwa bado analalamika mshahara ni mdogo sana. Wakati huo mwingine alikuwa ana biashara, ana akiba. Tofauti kubwa haikuwa elimu, haikuwa mshahara. Tofauti ilikuwa ni maamuzi ya kila siku. Na sasa kaa vizuri, usikilize kwa makini. Maamuzi ya kwanza ni kuweka akiba. Kuweka akiba si kwa ajili ya matajiri, ni kwa ajili ya watu wenye akili ya maisha. Akiba inamaanisha kujilinda dhidi ya dharura, kujipa uhuru wa maamuzi ya kifedha, kujitengenezea kesho iliyo bora. Watu wengi wanasema nikianza kupata pesa nyingi ndipo nitaanza kuweka akiba. Hilo ni kosa kubwa. Akiba huanza na nidhamu, sio na mshahara mkubwa. Ukijifunza kuweka akiba hata kidogo leo, kesho utaweza kuweka akiba kubwa. Maamuzi ya pili ni kuishi chini ya kipato. Hili ni moja ya maamuzi ambayo ni magumu sana kwa watu wengi, lakini ni maamuzi muhimu sana. Kuishi chini ya kipato maana yake hutakiwi kutumia kila kitu ambacho unakipata kwa kufanya ushindani na kuiga maisha ya watu mtandaoni. Tatizo la watu wengi sio kuwa na kipato kidogo. Tatizo ni matumizi makubwa kuliko kipato. Haijalishi unapokea mshahara au unapata faida kiasi gani, kama matumizi yako ni makubwa kuliko mapato yako, utaendelea kuwa maskini na kubaki pale pale. Kama unapenda kujifunza kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, uwekezaji na kujitegemea kifedha, subscribe sasa kwenye channel hii, kwa sababu kila video tunayo upload ni fursa ya kujifunza kitu kipya. Tuendelee. Maamuzi ya tatu ni kuwekeza sehemu mbalimbali. Kama mwekezaji, hutakiwi kuweka mayai yote kwenye kapu moja. Kuwekeza sehemu mbalimbali kunasaidia kupunguza hatari, kuongeza vyanzo vya mapato, kujenga usalama wa kifedha. Usisubiri uwe tajiri ndipo uanze kuwekeza. Anza kuwekeza kidogo kidogo. Na maamuzi ya 4 ni kujifunza kila siku. Elimu haiishi darasani tu peke yake. Maisha yanahitaji kujifunza kila siku. Dunia inabadilika. Usipojifunza utaachwa na gari na kubaki unashangaa wenzako wakiendelea na safari. Soma vitabu, sikiliza watu waliofanikiwa. Inaweza kuwa ni kwenye biashara, ujasiriamali au uwekezaji. Jifunze kutokana na makosa ya watu wengine. Kile unachokijua leo kinaweza kisiwe na thamani kesho kama huwezi kujiongezea maarifa. Maamuzi ya 5 ni kujenga nidhamu ya fedha. Pesa tabia yake huwa inapenda nidhamu. Pesa hukimbia watu wasiokuwa na mpangilio. Nidhamu ya fedha ni kujua pesa yako inaenda wapi, inatumikaje, lakini pia kuandaa bajeti na kuifuata. Watu wengi wanapata pesa lakini hawajui kuzitawala. Kama hutaitawala pesa yako, basi pesa yako itakutawala wewe. Maamuzi ya 6 ni kuvumilia na kuwa na subira. Matokeo hayaji mara moja. Akiba inachukua muda, uwekezaji unachukua muda, mabadiliko yanachukua muda. Usikate tamaa mapema. Maisha mazuri yanajengwa kwa uvumilivu wa muda mrefu. Na maamuzi ya 7 na ya mwisho kwa siku ya leo ni kuchukua hatua. Maarifa bila hatua hayana maana yoyote. Watu wengi wanajua cha kufanya lakini hawafanyi kitu wanachotakiwa kukifanya. Anza leo. Anza kuweka akiba, anza kupanga matumizi, anza kujifunza. Hatua ndogo unayofanya leo ni bora kuliko mpango mkubwa ambao haufanyii kazi. Maisha hayabadiliki kwa miujiza, yanabadilika kwa maamuzi. Ukibadilisha
namna unavyotumia pesa yako, namna unavyojifunza, namna unavyofanya maamuzi, maisha yako yatabadilika bila wewe kuyalazimisha. Kesho yako inaanza leo. Maamuzi yako ya leo ndio msingi wa maisha yako ya baadaye. Anza sasa. Hili ni darasa la biashara na ujasiriamali. Asante.